Nakushukuru, maswali mazuri. Nianze na la kwanza. Vipi gharama za uwanja zitapatikana? Tutajuaje? Bahati nzuri mradi huu ni mradi wa kitaalam kabisa, na mradi ambao duniani kote kuna kitu kinaitwa Bills of Quantity, BOQs. BOQs ni mfumo wa kisasa wa miradi, unaweza kuestablish gharama za mradi. Kwa hiyo tulianza kwa kutengeneza mchoro, na mchoro unaenda kutengeneza kitu kinachoitwa BOQs, Bill of Quantities. Kwa hiyo leading architect atakapopata confirmation ya final drawing, anaenda kutengeneza BOQ, na hiyo BOQ ndio itakayo to lead kwenye pricing. Kwa hiyo hakutakuwa kuna assumptions. Tukisema chumba hiki kitakuwa kina ukubwa huu, kitakuwa kina taa, kitakuwa kina floor ya tiles, kitakuwa kina milango miwili, tunahitaji kuona hizo costs. Ndio BOQ maana yake. Tukisema uwanja utakuwa na siti 10,000, 20,000, 30,000, tutakuwa tuna cost za kila kitu kinachoenda kuingia kwenye uwanja. Tukisema dressing room zitakuwa 4, manake kila dressing room moja tunahitaji kujua ina kitu gani katika hizo dressing room 4, maana yake cost zake zitakuwaje. Tunaposema kuna LED screen zitakwenda kuzunguka uwanja, tunatakiwa tuone hizo LED screen za quality ipi na price yake ikoje. Tunaposema kuna scoreboard yenye ukubwa huu, same thing. So cost hazitakuwa established kutoka mbinguni, zitakuwa established kutoka na scope ya kazi. Hilo la kwanza. Umeulizia what will be the contribution of Yanga kwenye mradi huu. Contribution ya Yanga, niseme kwenye uhalisia Yanga ndo mwenye mradi, hata sio contributor. Contributor hawezi kuwa Yanga. Yanga ndo owner wa mradi. Kwa sisi tutaumiliki huu mradi, lakini tutaumiliki huu mradi in partnership na mwekezaji. Kwa hiyo kwenye kila linalofanyika manake kuna mkono wa Yanga. We are partners. We are not sitting back, tutamkabidhi GSM ardhi aendelee pale. Hapana. Sisi tutakuwa sehemu, part and parcel ya mradi huu. So we are going to be partners. Kwenye partnership, ushiriki wangu kama Yanga utakuwa kwenye kila hatua. Kama nilivyoanza leo, ushiriki wa Excom kwenye kutengeneza mchoro, maana yake ndo involvement ya Yanga kwenye kila hatua. Tukitoka kwenye mchoro tutakwenda kwenye gharama, kutoka kwenye gharama tutakwenda kwenye partnership. Ya aina gani? Ya namna gani? Itawanufaisha vipi? Contribution ya Yanga itakuwa wapi? Contribution ya mwekezaji itakuwa wapi? Everything very clear. Tutakapokwenda kwenye utekelezaji, nimesema hapa tutamappoint consultant, si ndivyo? Maana yake consultant ndo Yanga mwenyewe. Sasa ni technical team ambayo itakuwa ni jicho la Yanga kwenye kila hatua. Kwa hiyo hata siku inamwagwa zege, badala ya kumtuma vice president aende pale, tutakuwa tuna mshauri wetu au consultant wetu anayesimamia umwagaji wa zege. Hakuna sehemu tutawakosa Yanga kwenye. Hakuna sehemu. Na sio tu kwenye ujenzi. Tukimaliza ujenzi, tutakwenda kuwa na partnership ya operation ya uwanja, ambayo itakuwa in partnership kati ya Yanga na GSM. Kwa hiyo contribution ya Yanga ipo kwenye kila hatua. Umeuliza swali la tatu la kuhusu mchoro. Yes, katika moja ya documents ambazo tulishare na GSM, sio tu barua inayotoa appointment kwao, hiyo ilikuwa ya kwanza kuwaonyesha kwamba wameshinda. La pili, tulikuja na specs zetu. Moja katika specification ni mchoro ambao tuliusubmit, initial conceptual design, na mahitaji yetu. Tunahitaji dressing room ngapi, tunahitaji VIP boxes ngapi, tunahitaji VVIP ngapi, tunahitaji presidential suite, tunahitaji media center, tunahitaji gym, tunahitaji hiki. Yote hayo yalikuwa ni sehemu ya contribution yetu kwenye conceptual design. Kwa hiyo hata wakati unakuja kupresent hapa, hakikuwa kitu kimetoka mbinguni. Kimekuwa kitu ambacho sisi wenyewe tumekuwa na mchango wa kwamba tunahitaji kitu cha namna gani. So that was the answer depending on your question. Kwenye tulitegemea tu GSM tuletee mchoro? Hapana. Sisi tulisubmit yale yote tunayohitaji including mchoro. Kwa hiyo hata mchoro utakapokuja wa mwisho, utaona kuna maboresho yamefanywa, lakini maboresho hayajaenda mbali na kile ambacho kilikuwa kwenye fikra zetu. Swali la 4, GSM leo yupo na mradi unaweza ukaendelea. Asipokuwepo? Kwa hiyo moja katika vitu vinavyokwenda kusainiwa ni makubaliano ya taasisi mbili. Mimi kama mwenyekiti wa Yanga nitasign kwa niaba ya wana Yanga,
na Ghalib kama mwenyekiti wa GSM Group atasign kwa niaba ya taasisi yake. Mwezi wa 6 naweza nikakosa kuwa rais wa Yanga baada ya uchaguzi. Haimaanishi mradi huu umekufa. Mradi huu ni wa klabu ya Yanga na mradi huu ni wa taasisi ya GSM. Leo mimi nipo, mradi huu utatekelezwa. Kesho sipo, mradi huu utatekelezwa. Same applies. Wajumbe wa kamati yangu ya utendaji, vice president, leo wapo, kesho hawapo, haitaathiri chochote. Ni makubaliano ya kisheria kati ya taasisi mbili, Young Africans na GSM Group. Na baada ya hapo tutakaa sasa kwa ajili ya kupata gharama, na kila hatua tutakuwa tunawajulisha muda gani utakokuwa unakwenda. Mpaka siku tunapoanza ujenzi, tumesaini makubaliano, siku inaanza pia tutatoa muda wa mradi huu utachukua muda gani kukamilika kwake. Kwa hiyo timing itakuwa inaendana na uhalisia wa matukio ambayo yako mbele yetu. Kwenye eneo la kategori ya juu kabisa kwenye viwanja ni category 4, ambayo kwenye kategori za Afrika na mashindano za mechi za Afrika inachezwa Champions League final, AFCON final. Ndio mashindano ya juu kwetu kwa level ya Afrika. Na hiyo kategori ya juu ina specifications zake. Unahitaji kuwa na dressing room 4 badala ya 2 katika viwanja vya kawaida. Unahitaji kuwa na referees set 2 badala ya 1 katika viwanja vya kawaida. Unahitaji kuwa na media tribune yenye ukubwa wa viti kadhaa. Unahitaji kuwa na media center unahitaji kuwa na mix zone. Unahitaji kuwa na LED screens. Unahitaji kuwa na a lot of infrastructures zinaweza kusupport high level competitions. Kwa hiyo dhamira yetu ni kati ya category 3, ambayo category 3 inakupeleka mpaka robo finali ya Champions League, na unaweza kucheza hizo mechi za ziada, robo finali. Kwa hiyo nusu finali na finali unaweza ukazikosa, lakini pia ina sifa zake ambazo ukizitazama zinakidhi mahitaji ya vilabu vyetu. Kwa hiyo na hivyo vyote, kadri unavyosogea kwenye category ndo gharama inazidi kuongezeka. Kwa hiyo wakati tunafanya assessment ya costing, tutaassess hivyo vitu viwili. Je, kutoka hapa ambapo tunapataka category 3 kwenda category 4, in terms of costing tutakuwa tunapungukiwa kwa kiasi gani au itaongezeka kiasi gani? Is it affordable? Ndio maana ya majadiliano. Kama ni affordable, tutakwenda to the highest end. Kwa hiyo bado hatujafanya maamuzi ya either 3 or 4, lakini tutakapofanya pia tutawajulisha. Na kushukuru Jadu, karibu. Naitwa Sabaha kutoka Safi. Swali langu ni